Lazima nikuangalie Swaidu. Kwani na maana wewe hujui kama mimi ni mke wa mtu? Mimi ni mke wa mtu. Kifurugobe hicho sijui kitu gani, sijui kinakata gani ambacho mnakitanyia, lakini ndo mume wangu. Yule ndo kafanya paka sasa hivi mimi nipo hapa. Kwa ndoa gani unakuwa nayo wewe? Unakaa hapo unatambia eti mnajua mimi ni mke wa mtu. Mke wa mtu wewe? Hata pete sioni hapo kwenye hicho kidole chako. Hata kitambulisho kuwa hata usoni kwa wewe ni mke wa mtu huna. Eti pete. Ina maana wake za watu wote waliokoko mtaani wanachata mgongoni. Wana nembo usoni. Kama ndoa ingekuwa ni makalio, kila mtu angekuwa nayo. Sidhani hata kama na nyinyi mngekuwa hapa hamna wame. Umeelewa? Wenyewe mngekuwa mshaolewa. Jamani, kwani shida nini? Sasa mshaambia mke wa mtu. Nendeni mkaolewe na nyie kama mnataka ndoa. Wewe tena. Kila neno wamtetea. Si upoje wewe? Basi. Sasa saizi karoti shingapi? Hoho. Basi ndachukua karoti 3 nifungie na karoti na hoho 1. Niweke na vitunguu 2 na ndimu 2 na nyanya za 600. Shogangu, mbona wewe uagizi upo kimya tu? Sisi tunaagiza wewe umenyamaza. Mimi sina cha kununua, nachukua bamia. Kaka, bamia shingapi? 5. Mimi na 300, naomba nisaidie. Unatudhalilisha. Mpaka magengeni kuja unaombaomba. Jamani, si ndio uwezo wake? Jema. Samahani. Samahani sana, ila nilikuwa naomba marafiki zako wanipishe kidogo, nina shida ya kuongea na wewe. Samahani lakini. Sasa mimi nizungumze nini na wewe? Ni vitu tu vya kawaida ambavyo nataka niongee mimi na wewe. Na ndio maana nilikuwa naomba marafiki zako kidogo nikae pembeni. Si kwa ubaya lakini nakuomba please. Jema. Samahani. Unajua dadangu Jema mimi nampenda sana. Na analijua hilo. Anajua kiasi gani nampenda. Lakini hataki kunisikiliza kabisa. Mimi nilikuwa nina maombi kwako. Najua hii yote kwa sababu ya kukosa mawasiliano naye. Lakini leo pia nilikuja kwa sababu ya hii. Kama upeleke hiyo simu. Ina laini na namba zake za hizo laini mimi ninazo. Nitampigia nitaongea naye. Pia na yeye nilikuwa naomba mfikishie pia. Mwambie baada ya muda mfupi nitampigia simu. Yaani zote zake? Hizo zote ni za kwake. Na ikiwezekana hata dada yangu mnaweza mkanisaidia kuongea naye kuhusu hilo swali niloeleza hapa. Hata zawadi mimi nitawapa. Wewe. Sawa, asanteni. Nataka vizuri. Yaani ingekuwa ni mimi. Yaani nisingekataa hata kidogo.
Kwanza nilivyomuona mwanangu Jamani tuondokeni, umbea tu. Mume iko umalaya tu, tuondokeni. Hivi wewe una matatizo gani? Kulipiga teke fuko la dhahabu kulikombatia fuko la siafu. Kumng'ang'ania yule bwana asiyekuwa na hela kulikoni. Yule bwana hana mbele wala nyuma. Sijui hata nakaa wapi, kula yenyewe kwake shida. Jamani. Hivyo ujioni ulivyo. Sura nzuri. Shepu umejaliwa mtoto wa kike. Kumng'ang'ania yule bwana hana hata mia mbovu. Na kwa taarifa yako yule bwana kanipa simu, hela nikuletee kwa ajili ya mawasiliano. Sio mke wa mtu, nakwambia ukweli. Hivyo unapenda maisha unayoishi shoga yangu? Hivyo ulivyo kila siku unakaza kuvaa madela tu. Hivi utuoni sisi wenzako tulivyopendeza, utaishia hivyo hivyo. Alikuwa hivi? Alikuwa hivi. Yaani ulikuwa mzuri shoga yangu wewe. Jamani, kwani lazima kuwa na mwanaume? Wewe naye mdomo mrefu kama chupa chai. Acha niwe na mdomo mrefu kama chupa la chai. Sijui umenielewa? Sio lazima kuwa na mwanaume. Sio lazima. Huyu ni mke wa mtu, ameshaambia. Mbona msikinye? Mbona mnakuwa king'ang'anizi? Shida nini? Dada. Unaongea kama chiriku. Tunamuelekeza au tunamwambia huyu kulipiga teke fuko la dhahabu anang'ang'ania kukumbatia masiafu na utakumbatia mwaka mpaka ukome na yaani wewe. Saidu, na maana nyie mjiko mimi ni mke wa mtu. Sawa, siendani na nyie. Kama hivyo basi mimi nitakuwa songoza na nyie kwenda sokoni. Halo. Mapo shoga yangu. Makubwa. Mzigo wako? Maana nimepelekea Jema amekataa. Ameniambia nirudishe. Unataka kuniambia Jema amegoma kabisa kupokea zawadi yangu? Yaani sichokijua Jema, nafanya hivi sio mimi, ni moyo wangu. Nampenda sana Jema, na ndio maana nadiriki kufanya kila kitu ili yeye apate kubaki na furaha, lakini anielewi. Ila nikwambie kitu dadangu, mimi nilitoa hii zawadi sio ije irudi tena kwangu, nilimpa yeye kwa moyo mmoja. Kwa mimi nilichokuwa na kuomba kwako, uendelee kubaki nayo hiyo zawadi. Natumaini ukiendelea kuongea naye, ipo siku atanielewa na atajaribu kuchukua hiyo zawadi. Nakuomba sana ufanye hivyo. Yaani mkaka wa ajabu kweli. Kwani mimi na kasoro gani? Au hujanipenda? Sio sijakupenda na wala sio mbaya. Wewe ni mwanamke mzuri sana na una kila sababu ya kupendwa na mwanaume wa aina yoyote ambaye anahitaji kuingia kwenye mapenzi na mwanamke mzuri kama wewe. Lakini tatizo sio mimi, tatizo ni moyo wangu. Moyo wangu mpenda sana Jema, yuko mtu mwingine yoyote. Kwa mimi nilikuwa nakuomba sana unisaidie sana kumpata Jema, na nimekumbuka. Shika hii pesa. Hii ni ya kwako wewe mwenyewe. Utakunywa soda. Na ukishafanya kazi zangu vizuri, utafurahi zaidi ya hapo. Asante. Sawa. Na kuahidi nitakaa naye na atanielewa tu. Na mimi nina imani na hilo. Na ndio maana nakwambia endelea tu kumwang'aniza, atakubali. Bye. Basi sawa.
Shemeji, samahani kwa usumbufu, maana nimeona nikija mgundini kule tutakuwa tusikilizana makelele, na pia isitoshe kule ndio kazini kwako, ila pia nashukuru kwa kuja kunisikiliza. Shemeji, naomba msaada wako. Mume wangu anaumwa vibaya mno. Mume wangu anaumwa, alafu sina hata shilingi 100 kusema nitamwonga nimkurudie uji. Naomba unisaidie basi, angalau hata akapate vipimo tu. Kwanza nikupe pole shemeji yangu, maana mimi mwenyewe unavyoniona hapa niko mabovu vibaya mno shemeji yangu, sina hata cha kukusaidia. Najua na matatizo na umekimbilia kwangu, lakini hali yangu mwenyewe naijua mwenyewe, na maisha magumu sana, hata sijui nakusaidiaje shemeji yangu. Nisaidie shemeji, yaani mpaka hapa nimeshakwama. Yaani sina hata unga wa kusema nitamkurudia mume wangu uji. Sina mtu mwingine wa kwenda kumwambia shida hii. Tafadhali shemeji, nisaidie at least hata kipesa kidogo tu nikanunue unga, apata hata kunywa uji. Shemeji yangu, natamani nikusaidie, lakini sijui naanzia wapi. Isitoshe hata kule kijiweni toroli natumia ni moja tu, mimi na mumeo, ambalo hata toroli lenyewe haliwezi likakizi mahitaji yetu kwa sisi watu wawili, hususan yeye mwenye familia. Na hata nikiangalia kwa haraka haraka wapale kijiweni wa kwenda kumkopa au kumwazima chochote kitu sioni. Kondo hiki ninachojiuliza hapa, sijui nakusaidiaje shemeji yangu. Sawa shemeji, ndio basi mimi nirudi nyumbani nikaangalia nini nitafanya. Nashukuru shemeji yangu kwa kunielewa, ila mpe pole. Sawa. Ndugu zanguni, mnajua kuna mtu yote ambaye nimemzoea hapa zaidi yenu. Mume wangu anaumwa, nimeenda kwa rafiki yake, amesema hana pesa. Shoga yangu, toka nilivyoamka asubuhi, nilipopiga mswaki mpaka sasa hivi sijatia chochote kile mdomoni mwangu. Kama unavyojua maisha ya hapa, tudange ndo tule. Nisaidieni mwenzenu. Mimi mnajua hapa mjini sina mtu yote ambaye naweza nikaenda kumwomba msaada zaidi yenu. Nakumbuka. Kuna zile pesa alizonipa yule bwana. Mali nilimrudishia akazikataa. Mimi nikaona niziweke ndani. Kama utakubali mimi nikakuletee. Haina shida, nipe tu. Ila mimi nitazichukua tu kwa sababu matatizo ndio nayo. Mambo mengine anawafikiria yeye. Mimi hayanihusu. Ngoja nikakuletee mzigo wako. Mimi nachukua pesa tu. Ukichukua pesa, uchukua na simu. Basi sawa, asanteni. Ngoja mimi niwahi nikampeleke kwanza hospitali. Karibu. Chezea shida wewe. Mwenye kaya kanyaga. Zimemsogeza mpaka huko. Halo? Mambo? Poa sasa hivi. Sawa, Sasa kwema. nafikiri mzigo wangu umepata. Nashukuru nimeupata, ila nikombe kitu kimoja kisangu.
Mimi pesa ile nilichukua kwa sababu matatizo mume wangu alikuwa anauma sana. Kwa hiyo naomba univumilie siku kadhaa tu. Uwe kama umenikopesha nitairejesha. Hivi, nikuulize swali. Nakusikia. Mimi ile pesa nimetoa kwa ajili ya kukopesha ama kuna kitu ninachohitaji kutoka kwako? Lakini kakangu, mimi ni mke wa mtu. Naomba nivumilie tu kama wiki moja hivi nitakurejeshia pesa yako. Mimi sihitaji ile pesa. Wewe ujiulize na siku ngapi imekaa kwa rafiki yako. Kama ningekuwa nahitaji si alinirudishia, ningekuwa nimeshaichukua, lakini mimi sina haja na ile pesa. Mimi nakuhitaji wewe. Kwa sasa hebu nisikilize. Chagua kitu kimoja kati ya haya mawili. Nikufuate huko kwa mumeo ama kuja nilipo ili tumalizane. Hapana, basi haina shida. Wewe nielekeze upo hapa afu mimi nakuja tuongee. Okay, sawa. Nakutumia location hapo uje nilipo. Haya, sawa. Okay. Karibu sana. Asante. Pia nimefurahi kwa kuitikia wito. Ujue Jema, wewe ni mwanamke mzuri sana na una kila sababu ya kupendwa na mimi, na haya yote ninayoyafanya kwako ni upendo tu. Hebu subiri. Najua wageni kama nyinyi mkija hapa lazima kidogo tuwazingatie. Karibu. Karibu sana. Karibu sana. Karibu. Asante. Nyoma mangu. Wow, safi sana. Jema, najua unampenda sana mumeo, lakini mimi silijali hilo. Mimi naangalia tu hisia zangu zinataka nini na kwa muda gani, na kwa sababu ninaweza kumfanyia mwanamke kitu chochote kile ili anipende, na ndio maana naona vyote hivi navifanya kwako. Kwa kikubwa ni upendo tu. Lakini Jeki, mimi nimeshakwambia ni mke wa mtu. Na mimi nimekuja kuomba kitu kimoja, ile pesa ambayo mimi nilikwamba lazima nitakurejeshia muda wowote. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba wewe haya yote ninayoyafanya upendo uyaone, na kila kitu ninachokifanya kwako unaishia tu kwenye kukataa. Hivyo upendo ninakuonesha wewe, kuna mtu yote ambaye anaweza akagopa bila kukubalia? Na niko tayari kufanya chochote kile ambacho unakijua wewe na usichokijua, ili nisiweze kukukosa. Na lengo la kukuita hapa ni mapenzi na hakuna kitu kingine. Mimi nikuombe tu kitu kimoja. Leo nikubalie moja kwa moja ili niweze kuwa na wewe na sio kukataa mbele yangu. Umenielewa? Naomba niruhusu basi leo niondoke, alafu nitakupigia simu tena. Sawa.
Malizia juisi yako. Unaionaje juisi? Tamu?